So we are going to pray for the servants of God. Tunaita Mihui. We are calling Mihui. Come here in front. Kianyapelo Adiabu need to come here as well. Ndugu Robert and Robert. Linda. Robert, come forward, please. Emelina iko? Is Emeline there? Emeline Mihui. Emeline Mihui. Are you there? If you are there, you can come forward. Yes, you can kneel down. Robert Kiringa. Robert, are you there? You can come forward as well. Robert Kiringa. Maybe they are transporting people with buses. That's why they took a long time not to show up here. Let us read the word of God. So he went to prepare himself at home. But we have already announced his name. Acts chapter 6 na versi ya 3. Acts chapter 6 verse 3. Neno la Mungu linasema hivi. The word of God says, basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Na sisi tutahudumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Amen. Amen. Watu wenye ushuhuda mzuri. The people who has testimony. Sababu because watu watawakubali. Because people will accept them. Watu wenye kujaa roho wa Mungu. The people who are fulfilled with the Holy Spirit. Sawa, watagusa na kutumia vyombo vitakatifu. Because they will touch the holiness items. Wao wenye hekima. The people with wisdom. Watajua kuservire watu bila ubaguzi. They will know how to serve people without segregation. Mungu amewaita kwa huduma. So God called you on this service or this work. Nakasema na kanisa tuseme ndio kama tunakubali wafanye. And he said the church we need to say accept. Tuseme ndio. Yes. 1, 2, 3 we need to say yes. Basi wanapiga magoti, wachungaji wanasimama. So they can kneel down, pastor stand up, and then you pray for them.
Tuombe mchungaji Claude tena watu mikono. Pastor Claude can put them in the hands of the Lord. Mashemasi, madiaka. They are deacons. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo Bwana, tunakushukuru kwa sababu neno lako linasema kwamba mavuno ni mengi, lakini watumishi wako ni wadogo. Mpaka leo neno hilo lingali imara, na tunawawekea mikono hawa ndugu zetu, kama vile Mungu wetu, maandiko yanavyosema kwamba watu wenye moyo safi, wenye kuwa na juhudi, wenye watatumika mbele yako, wenye watasimama mbele yako na kuwahudumia watakatifu. Hawa nao tunawawekea mikono katika jina la Yesu Kristo. Wewe umewachagua tokea tumboni mwa mama zao, na leo Baba tunasimama ili kukamilisha neno hili, kwamba wape neema yako, wape baraka, wape msaada wako, wape nguvu Mungu, wapate kusimama na kuifanya kazi yako kama vile inavyostahili. Asante Yesu, kwa sababu tuna imani kwamba utawabariki hawa na huyu ndugu ambaye Mungu ametajwa, lakini Baba tunamweka katika mikono yako pia, uweze kuwabariki na kuwafanikisha, wawe na mafanikio bora, wawe na afya nzuri, wawe na uweza wako, ili Mungu apate kufanya kazi yako kama inavyostahili. Asante kwa sababu utawakingiza na hewa mbaya ya dunia hii ambayo inawakumba watumishi wako kuwa na kauli mbili, lakini utawasaidia Mungu kuwa na kauli moja na kutembea katika mapenzi yako. Kwa jina la Kristo Yesu Bwana tunawaombea hivi. Amen. 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 They can stand up. How many people? Sorry. Samani. Tunaongezea pia nafikiri wanaweza kutoka. And they can go back to sit, be seated. Tunaita Riziki Silini. We are calling the Riziki Silini. Ndio naombea evangelist mmoja. So we are going to pray for all anointing evangelists. Tunasoma neno la Mungu wa Efeso sura 4. Read the Bible, the word of God in Ephesians chapter 4, verse ya 11 verse 11 na hadi 12. up to 12. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kazi ya kuleta watu kwa Yesu, The work of bringing people to Jesus ni kuwaingiza kwenye mwili wa Kristo. is to put them inside Na hiyo the ni body kazi ya of wainjilisti. Jesus. And that is the work of evangelist. Kazi hizo That work, zitendeke kwa kanisa, so it has to be done in the church, ili kanisa lizae. so that the church can bring the fruit. Amen. Amen. Piga magoti, tuomba wachungaji Kneel down so that the pastors can come forward to pray na for. kanisa tuseme ndio kama tunamkubali kwa hiyo huduma. Tuombe. Mchungaji Ukirwa anaweka mikono.
Pastor Giwa. Okay. Pray for. Tunamshukuru mfalme wa falme, Mungu naitoa vipaji, karama na huduma. Tunamleta mama huyu mikononi mwako, tukimwekea mikono ya nguvu ya kazi kubwa ambayo umempa, ya kutangaza Injili, ya kupanda milima, kushuka mabonde, kuhubiri watu wenye mioyo ya mawe kuigeuza kuwa na mioyo ya nyama, kubadilisha nafsi ambazo zimepotea kuzileta katika zizi lako. Umemchagua kwa muda sahihi ambao umeupanga kwa ajili yake kwa utumishi kwa siku hizi za mwisho ambazo zinakimbia. Nasi tumempaka mafuta ya baraka, mafuta yanayotoka mbinguni, nguvu za Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu imuwezeshe kila hatua. Ukampe mapages, ukampe ufunuo, ukampe nguvu, akatembee kwenye miamba na kwenye mawe, kwenye jua bila kuchoka, kwa sababu atatembeza neno lako mahali pagumu, mahali pasipowezekana. Roho Mtakatifu atamuwezesha, ataongea naye kwa usiku, ataongea naye kwa mchana, ataongea naye akiwa nyumbani, atamuonyesha matendo makubwa. Umfungulie kila milango ya baraka ili kwamba neema yako isipungue. Tunamwacha mikononi mwako tangu sasa, tukimkamilisha kama mwinjilisti ambaye atakutumikia si kwa mji wa Australia tu, bali katika ulimwengu wote, na mahali pote atahitajika akapate kufanya kazi hii. Mungu, tunamwacha mikononi mwako tukiwa na uhakika ya kwamba mafuta hii yatakuwa pamoja naye na itakuwa zawadi atakapoingia katika ufalme wako. Mungu, tunashukuru kwa sababu utamupa nguvu na atasimama kikamilifu mbele zako na mbele za utukufu wako, na kwa mataifa yote na kwa watu wote atakaosimama mbele yao, hata kuwa na uoga wala hata yumbishwa, kwa sababu utamuongoza. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Ndio tunaita wandugu hawa waweze karibia hapa. So yes, we are calling these brethren to come here. Sorry. Reverend. Ndugu Bogashe Majaliwa. Bogashe Majaliwa can come forward. Robert Kiringa Linalo. Robert Kiringa can come forward as well. Rutunganya Ngandi. Rutunganya can come here. Hawa watatu ni wazee wa kanisa au mapasta. So those are the pastors of the church. Nafikiri yule ambaye hajafika sasa tutakuwa na ushirika mtakatifu. Wachungaji vile wako hapa wataweka mafuta kwake. As the other one is not yet here, but when we have the whole communion, while pastors are here, they're going to bless or anointing him. Acha tusome neno la Mungu. Let us read the word of God. Kanisa mnakubali iseme ndio? Sasa tutawaombea, tutaita na walimu wanakia kukala pembeni. When we are anointing them, then we are calling your wives to come to stand on your side. Tito sura 1. Tito chapter 1 na verse ya 5. Verse 5. Kwa sababu hii nalikuacha Krete ili uyatengeneze yaliyopunguka na kuweka wazee
katika kila mji kama nilivyokuamuru. Ikiwa mtu akushtakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja, ana watoto waaminio wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii. 9, akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Kazi ambayo umeitwa, mafundisho ya uzima. So the work which you are called upon, it's the teaching of life. Na pia mushindane, and also you have to fight na manabii na walimu wabaya ambao wanasumbua kanisa, and false teachers who are destroying this, who are trying to destroy the church. Na wale wote ambao wanaleta uasi au rebellion kwa and kanisa, even those ones who bring the segregation upon the work of the Lord. Na zaidi wale wasiokuwa wa imani. And on top of that, those who are not believers. Utashindana nao, kupingana nao. So you are going to fight against them. Pige magoti, kneel down, tuombe wachungaji, and they call upon mchungaji kiongozi wanakuja walivyao, wanakuja na pastors, and they can come na here. Mchungaji wetu kiongozi Birindwa anafanya hiyo tu. And the pastoral council can come and do this work. All the reverends can come here and pray for them. Nakaa pembeni na bwana yako. You can kneel aside your husband. So it's better to kneel behind your husband. So the husbands can go forward. Watembee na magoti, acha waumie hivyo. Kama hawatafanya magoti hakuna kanisa watafanya. Ndio hivyo. Acha wapambane hivyo hivyo. Kaa nyuma, kaa nyuma. So let us pray. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mwenye uweza wote, ambaye uliwachagua watumishi kabla hawajatoka tumboni mwa wazazi wao, ukaweka shamba, ukasema ni kubwa, ukasema watendakazi ni wachache. Uko Mungu ambaye unayewajua wanadamu. Tunaweka Baba Rutunganya mikononi mwako, jina la Yesu. Tukiweka yale mafuta ambayo ulikwenda kuweka ndani yetu, ili waweze kuzifanya kazi zako, na kazi zako zisonge mbele. Utawatangulia katika huduma hii, utawawezesha. Roho Mtakatifu uweze kuwajaza kama ulivyojaza Stefano. Yesu, wasaidie, maana si kazi ambayo iko rahisi, lakini kupitia wewe utabomoa miamba, utawapa ule uwezo wa kupingana na wale manabii wa uongo na wale wenye kuja kupinga neno lako wakitaka kuharibu. Nguvu yako iwawezeshe, wafunike kwa mafuta ya mbingu. Roho Mtakatifu awaongoze na walinde katika huduma zao. Nguvu yako ionekane ndani ya kijana huyu. Baba Mgashane, tunamleta mikononi mwako. Ulimjua kabla hajaingia tumboni mwa mama yake. Wewe uliona vema kwamba wakati kama na huu aendelee kupakwa mafuta ya kuwekwa juu ya huduma
na kazi ambayo ni kazi ya uzee wa kanisa, kazi ambayo inahitaji kuwa karibu na wewe. Umwezeshe, umuongoze, umjalie Roho Mtakatifu aweze kumfunika. Mafuta ya Roho wako yaonekane ndani yao, na wake zao tunawaombea, nao pia wajalie. Ulisema wake wenye kueleweka wazuri, ambao watasimama juu ya huduma hizi, ambao watasaidia kama wasaidizi katika kazi zako. Naweka mama siri mikononi mwako. Roho Mtakatifu amwezeshe, amupe kustahimili, mupe kupokea wageni, amupe Bwana kufanya yaliyo mapenzi yako. Naweka mama mikononi mwako, naye pia mwezeshe Roho Mtakatifu aweze kumsaidia, amwezeshe kuyafanya mapenzi yako, maana kazi ya kuhudumia kanisa ni kubwa. Watu wanapopatikana wanakimbilia kwa hawa ili waweze kupata mahifadhi, ili waweze kupata malezi. Uwasaidie, uonekanie Bwana. Mafuta ya Roho Mtakatifu yaweze kuwahudumia Baba. Roho Mtakatifu, achilia nguvu ndani yao ili wawezeshe kwa wakati mgumu, maana tuko katika jangwa kama mtumishi wako Yohana alivyokuwa katika jangwa, na sisi tuko katika jangwa katika nchi hizi. Tunaita, tunalalamika, kwa kusikia hatuoni, lakini wawezeshe Bwana. Sio lugha wanajua, wewe utaonekana lugha yao, wewe utatengeneza njia mahali ambapo hapana njia, ili huduma hizi ziweze kufanyika, watu waweze kuona mkono wako kupitia wao. Tunakushukuru kwa sababu watakuwa baraka kwa kanisa. Taondoa hali zozote zile ambazo shetani mharibifu anaandaga wakati mwingine ili alete vita, lakini wafunike kwa damu yako Yesu. Wabaki katika upendo na amani, wakutazame wewe mwenye kuweka huduma hizi ndani yao. Mtumishi wako Paulo akamwambia Timotheo kwamba mwanangu, siache kuchochea ile karama ambayo ulipata kwa kuwekewa mikono na wazee. Mungu wawezeshe, wasaidie. Tunakushukuru kwa sababu utawawezesha. Wewe ambaye unaendelea kutuwezesha, wawezeshe nao watambue na kujua wako wakina nani katika kanisa. Mwamba wa wokovu wa usalama wa wanadamu, asante kwa sababu utatenda makubwa zaidi ya yale tunayoyaomba. Tunakuheshimu Mungu, fanya yaliyo mapenzi yako, maana wewe unachaguaka tofauti na mwanadamu. Wewe ndio unajua wale ambao mnaanza nao na kumaliza nao kazi zako, maana wengine wanaziachia njiani, wengine mambo haya wanayakimbia, lakini hao ambao wako hapa wawezeshe wakafikisha huduma hizi mwisho kwa ajili ya kanisa hili, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Walinde enzi hii ambayo wamekwenda kuwekewa ndani mafuta. Siwe watu wenye kutangatanga, wasiwe watu wenye kukimbia, maana kuna roho chafu ambazo zinatafuta watumishi. Wanaposikia wanaombewa, huku ndiko wengine macho yanatoka, wakiona kwamba pale hapawafai waende sehemu nyingine. Lakini tunajua kwamba tumeweka mamlaka ndani yetu, tunakataa na kupinga. Baba, tunapanda mbegu hapa kwenye mlima huu, acha ziwe mbegu za hapa, acha ziote iwe miti ambayo itakuwa miti ambayo Bwana ndege watakuja waje watafute namna ya kuegama. Tunakushukuru kwa sababu utawafanya kuwa baraka kwa ajili ya kanisa, na utukufu wako utakurudi kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Amen. Mapasa wote wako hapa na kuja kuwasalimu. So all pastors, they can come here to greet. Shamba la Mungu limeita, litayarisa na kuvuna. Bwana Yesu, kwa kuomba
pasta wetu ambao wameombewa wakae kwanza pale. I'm going to call Madam to come here forward, and those pastors who have been anointed. Come here. I think as usual, according to the humankind, so to give birth is good. And it's better the child or the kids to know the parent. I know the work which you just stepped in. And it has been prayed for a long time. And I was unable to do it by myself. When we came from Malawi, we were told that you are going to do the work of the Lord and you're going to open the church. So and that day we had a plan to pray for resettlement. So the door has to be open for this. Only 2 words we have been told. The plan to go in America or USA, it's cancelled. Australia. Now you are going in Australia. So those one who knows that we had a plan to go in America, they are in here. We were on the max. And they were told that you are going in Australia. They left and they go in Australia. The others, and we know by ourselves. And when he sees in Australia, then he was wondering that God is sometimes changes the plan. Then I went there and started running because I was like, I don't want to be troubled with the Africans. And it went straight away and he went during 6 months. And I had no peace. So I wanted to run. So I said, if there comes the Africans, I saw it in Malawi and I don't want it. During those 6 months, that said,
Sitakupinga huko mchungaji. So I will not fight against you, but you are unaenda kuingia pastor. Mungu. If you want to enter in white people, Lakini Mungu atuambia tuko watu 8. but God told us that we are 8 people. Nuhu aliingia na watu 8. Noah entered with 8 people. Sasa wait. So go. Sasa hapa unabadilika. So here you are changing. Kama upigwe wewe mwenyewe. If you are going to be fighting, then you're going to be fighting by yourself. Nikaanza kuangalia. Then I start thinking on the looking. Nikasema basi acha basi nizungumze na wale wachungaji wazuri. Then I said, okay, let me speak with those pastors, the white pastors. Tulianza huduma, tulizungumza na wao. Then we spoke with them. Waliniambia neno hili. They told me one word. Kama Mungu alikuambia utafanya kazi hapa. If God told you that you are going to do the hapana kuikala na sie hapa utachelewa. So don't, sitting with us, you're going to be late. Acha tuombe Mungu. Let us pray. Bakaomba nikashangaa. Then they prayed. Ase uende Mungu ashakufungua utafanya kazi. And at the end they said, okay, go. God, muujiza wa kwanza nikaenda ku government kulomba nafasi ya kuingia nikapewa bure. Miaka 7 hii hakuna kunipata franga. So first miracles, I went in the government to look at the place whereby I can start praying. I was given a nail. Tulikaa miezi 6. We stayed for 6 months. Yeye ndio kiongozi wa kwaya, yeye ndio mwimbaji, yeye mwenyewe miezi 6. Herself was the choir leader or masters. All that kind of position was upon her. Na wale watoto wangu, as well as their kids. Mungu akatuambia, God told us, watu watakuja. People will come. Hapana kwanza nakamata watu wa kanisa. Don't go and take the people from their churches. Huyo ambaye anaombewa diakoni, the one who is being anointed a deacon, alikuwa hajaokoka. He was not yet getting salvation. Alifanya kazi ya miezi 6. He worked for 6 months na mume wake with her husband. Hatuna license. Without having a license. Banatubewa ku kanisa. They carry us out, transporting us to church and they bring us back. Miezi 6. During 6 months. Nikamwambia, I told him, na wewe unaingia mbafu. Then now you are going to enter in this, you are stepping in this. Akasema hiyo maneno mimi nitakuwa Mkristo mimi hapana. And I said, okay, that way to become a Christian, that is impossible. Sasa leo, so now today, iko mmoja wa founder. So it's one of the founders. Ndio maana nimemsimamisha pale. That's why I stood her there. Watoto vile tunakaa nyumba. The kids when we are sitting there. Wanaweza toka wanaenda. Sometimes they can go out and lakini huyu hata niache will never leave me. Na mimi sitamwacha. And I will not. Kumbe mjue leo. So today you need to know. Kukula vya mzuri. To eat a good thing. Kukomaa. Or to be strong. Muwe karibu na wazazi. It's better to be closer to the parents. Mungu awabariki. God bless you. Karibu kwa huduma. Welcome in the work of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Leo ni siku ya furaha ndugu wapendwa. Joyful day. Na mimi nina kitu ambacho nisikia na furahi sana. And I have something which made me to kanisa za so that the church can bring the fruits. Na Bwana mavuno anasema kwamba and God says, muwaite na wengine waingie. So call others can come. Bado kanisa linahitaji watumishi. Jina la Bwana libarikiwe. Yet the church Bwana asifiwe sana. Amen. Mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. So the harvest are so Ningelitaka ili lote liwe kanisa la Tumba. Bwana asifiwe sana. Sababu kanisa la Tumba linahitaji watumishi. Mavuno ni mengi. Hapa kuna mapepo mengi sana. Lazima Mungu atume watumishi. Namshukuru Mungu kwa kijana wangu ambaye amekwenda kuombewa. Then I thank God for my young. Huyu ni kijana wangu wa kwanza hapo Malawi. Okay, this is my boy whom I give birth in Malawi. Mimi si mama yake. Mama yake anishikiza kwa hospitali ndio. Si mama. Huyu mtu mwenye wakati mzao kijana wangu aliombewa. Huyu mtu alikuwa na huyu mtu mwenye alikuwa mama yake.
who escorted me to the hospital. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na leo wakati nilikuwa mjamzito ni yeye nilifanya karibuni wiki mbili niko kwenye hospitali. So I spent 2 weeks in the hospital. Mimba inashindikana kuzalika. To give birth is all. Niende nizae wapi, nikakata tumaini, wakaniambia si wapi, hapa ni wasiwasi. So I just lost the hope. Lakini namshukuru Mungu kuniletea mama riziki. Aliomba huyu mama. Na alikuwa mama wa kwanza mkambi yote ya Malawi kusaidia wajawazito kila usiku wakigonga jana la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu mama alinisaidia kwa mtoto wangu ameombewa. Na Mungu akasikia maombi, mimba yangu ilikuwa kama ni operation yake, Mungu alinifungua kupitia huyu mama. Na leo Mungu ameona vema mlete huyu mama kwa siri. Sikujua kama mama atakuya. Nimeshangaa kumuona katika mkutano huu. Kumbe Mungu alitaka kuona matunda ya ile mimba ambayo nilibeba. Kuona kwamba alifanya kazi, leo amepata mtumishi ambaye alikuwa anashirikiza kwenda semeni. Jina la Bwana libarikiwe. Maybe pastors, una neno dakika moja. You have one word for. Asema ulete kwa kanisa. Sema. Maybe you have one word. Alisema iko na neno lingine aliambiwa asema sema. Yes, he said that there is word God told him so that he can say to the church. So can you say it, then we can hear. Bwana Yesu asifiwe. Then water is already here. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nilikuwa sina mpango wa kusimama mbele hapa. Yet I have no plan to stand in front of you. Lakini Mungu nipatia ujumbe asubuhi ya leo. But God gave me revealed me in the morning. Give me a message in the morning. Nilikuwa nimelala. I was sleeping. Kwa nimelala chelewa kabisa. Yes, I slept like light. So I was going through the verses which we learned yesterday. Then I left. I was late. Yes, I was expecting maybe I will wake up late. And when I wake up, Mungu ameniamsha saa 11 asubuhi na dakika 14. So God woke me up 4:14 minutes. Saa 11 asubuhi 5 a.m. 14 Bwana kanipatia neno hili nilete kwa kanisa. God give me this word or message to bring to the church. Niseme kwa kanisa kwamba anakuja wepesi. He said it so that I can reveal to the church that he's coming shortly. And then this is the word which really amesema kwamba anakuja wepesi. God said is coming near. Na wakati nimesikia mtumishi wa Mungu alikuwa akihubiri hapa, and when I heard the work of God was preaching here, Omari, na mtumishi mambo mengine hapo, and the servant God and touches some of the words. Ni majibu ya Mungu kwa ujumbe wake. I said that this is the response of God according to his message. Bwana amesema tusome kitabu cha Ufunuo. And then God said that you need to read the book of Revelation, sura ya 3, chapter 3, mstari wa 11 hadi 12, verse 11 up to 12. Pastor Biamungu can read Revelation chapter 2, chapter 3, verse 11 up to 12. Acha tusome kitabu cha Ufunuo sura 3 mstari wake wa 11 hadi 12. na 12. Naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwae taji yako. 12 kifungo. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hata ondoka humo tena kabisa. Nami nitaliandika jina lake, tafadhali, wala sitaondoka. 12.
Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, na jina wala hatatoka humo tena kabisa, nami nitaandika jina langu na la Mungu wangu na jina langu na jina langu mwenyewe liwe jipya. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho aambia makanisa. Amen. Basi nitakuwa mfupi zaidi katika Then I'll be short sababu ya kukomboa muda. so that we can back on time. Bwana akasema, God said, tutafaidika nini? what are we going to benefit? Tutafaidika nini? What are we going to benefit Tukipata dunia yote hii. if we receive all the world? Tukipata vyote vya ulimwengu We huu. can gain all the world, Alafu tupoteze nafsi zetu. and then we lose our Yeye life. amekuja wepesi He's coming shortly kulichukua kanisa. so that he can get a church. Kwa hiyo ushike sana, Then you need to hold on. au tushike sana wote. We need to take, Sababu tuko katika safari wote ya kwenda. because we are in the journey to go to heaven. Tushike sana wote Then we can kile get ambacho Bwana ameweka ndani yetu. anything which God put in us. Na akanipatia pia onyo kuhusu watumishi. And then he said, according to the servants of God. Akasema hivi kwa watumishi. Then he said it to the servants Watumishi of God. tunabaki kufanya huduma ya Mungu kwa kuwaogopa watu. And then we are working for the Lord while fearing the people. Mungu ametuita katika shamba God called us in the farm, na ametamani tuambie watu ukweli wa and neno he lake. wanted to let people know the truth. Lakini tunafanya kazi yake kwa kuwaogopa But watu. we are doing his work while we are fearing. Eti nikiwaambia kuhusu dhambi, Then if I told them about sinning, wote watakimbia kanisa. then they're gonna run away from the church. Na huyo ndio supporter wa huduma. So that is the supporter of the work. Kumbuka kwamba Then it's better to remember. haumsadii mtu huyo, unamuua. So you are not helping that person, but you are destroying the person. Akasema Bwana, He said, usikubali kuibeba mzigo wa dhambi wa mtu yeyote kama mtumishi. so don't allow to take the burden of sinning. Ni vema uwaambie ukweli, It's better to say the truth, wakatae wasikatae, to accept or not accept. utakomenawa mikono yako Then that's it's be washing your hands, na mzigo atakabeba mwenyewe mwenye mzigo wake. and the burden gonna carry by themselves. Amekuja wepesi Bwana, Is coming nearly or shortly. tushike sana kile ambacho tunacho. It's better to get a hold on that which we have. Akagusia mivalio, mambo mengine ambayo wamtumisha sema yote He asema touches tusamania. their Hadi za kuvaa, hadi za kutembea, hadi za the way nyingine. to walk and everything. Lakini Bwana anasema tu anakuja wepesi. But God said that is coming. Tushike sana tulicho It's nacho. better to hold that Na Mungu which you have. awabariki sana. And God bless you. Amen. Amen. Getsemani Bwana Yesu kapelekwa kama kondo machinjoni, Wayahudi walimshuhudia kuwa yeye mwenye dhambi, wasimjue kuwa yeye ni Mungu, alikuja kutukomboa.
wasimjue kuwa yeye ni Mungu, alikuja kutukomboa. Getsemani Bwana Yesu kapelekwa kama kondoo machinjoni, Wayahudi walimshuhudia kuwa yeye ni mwenye dhambi, wasimjue kuwa yeye ni Mungu, alikuja kutukomboa. Wasimjue kuwa yeye ni Mungu, alikuja kutukomboa. Wasimjue kuwa yeye ni Mungu, alikuja kutukomboa. Walifanya njama ili auawe, ingawa alitenda mema kwao. Alifufua wafu wao, hata viwete wao walitembea. Wenye ukoma aliwatakasa, lakini walisema asulubiwe, asulubiwe huyu Yesu, Mwana wa Mungu asulubiwe. Mungu katika mwili asulubiwe, asulubiwe huyu Yesu. Walifanya njama ili auawe, ingawa alitenda mema kwao. Alifufua wafu wao, hata viwete wao walitembea. Wenye ukoma aliwatakasa, lakini walisema asulubiwe, asulubiwe huyu Yesu, Mwana wa Mungu asulubiwe. Mungu katika mwili asulubiwe, asulubiwe huyu Yesu, asulubiwe huyu Yesu, Mwana wa Mungu asulubiwe. Mungu katika mwili asulubiwe, asulubiwe huyu Yesu, asulubiwe huyu Yesu, Mwana wa Mungu asulubiwe. Mungu katika mwili asulubiwe, asulubiwe huyu Yesu. Msalabani Yesu kasema, Baba yangu wasamehe, hawajui watendalo. Baba yangu wasamehe. Pazia la hekalu kapasuka, kutoka juu mpaka chini. Hapo ndipo tumefunguliwa. Bwana Yesu kasema yote imekwisha, kainamisha kichwa kata roho, yote imekwisha. Msalabani Yesu kasema,
Baba yangu wasamehe, hawajui watendalo. Baba yangu wasamehe, pazia la hekalu kapasuka, kutoka juu mpaka chini. Hapo ndipo tumefunguliwa. Bwana Yesu kasema yote imekwisha, kainamisha kichwa kata roho, yote imekwisha. Kainamisha kichwa kata roho, yote imekwisha. Kainamisha kichwa kata roho, yote imekwisha. Yesu kaambia Wayahudi, hata kama mtanisulubisha, mimi nilikuja kwa ajili yenu, ninawapenda. Yesu kawaambia Wayahudi, hata kama mtanisulubisha, mimi nilikuja kwa ajili yenu, ninawapenda. Anakusihi baba mama, acha dhambi zako wewe, njoo kwake Yesu uokolewe. Anakusihi baba mama, acha dhambi zako wewe, njoo kwake Yesu uokolewe. Anakusihi baba mama, acha dhambi zako wewe, njoo kwake Yesu uokolewe. Anakusihi baba mama, acha dhambi zako wewe, njoo kwake Yesu uokolewe. Anaombea sadaka Pastor au tuseme ndugu ambaye ametoka Sydney. Our brotherland coming from Sydney can come to pray for offerings. Naye ameteuliwa na Baraza Kongo. And he was chosen by the Asante. Mungu baba yetu, Mungu muweza, tunashukuru sana kwa muda huu ambao umetupatia, na tunashukuru sana kwa maneno yote ambayo yametoka kwako kwa kuyapokea. Basi tunaomba kwa ajili ya sadaka hii Mungu, bariki wale ambao wamenyosha mikono kwa kutoa. Bariki wale bado hawakufanyikiwa kutoa ili siku moja wakutolee. Neema yako Mungu, nguvu zako Baba zipate kuwa pamoja na wale wote ambao wamenyosha mkono kwa kutoa. Ni kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Matangazo yetu ni kama yafuatayo. The announcement are the follows our congregation. And let me say thank you for the unit of the church, ambaye unaongozwa na mchungaji Birindwa, which is led by Pastor Birindwa. Mambo kama yamefaulu, if the things success, wameulisha mkutano, they feed the congregation or conference.
Tunashukuru kwa makanisa tofauti. We say thank you for different churches. Tunashukuru kwa kanisa la Brisbane. We say thank you for Brisbane Church, ambayo inaongozwa na mchungaji Claude. the church which is led by Pastor Claude. Ambao jinsi tunafuatana, the way we are gonna follow each other and hold each other, ili tuweze kufika kwa mipango kama na hii, so that we can reach at this kind of plan. Tunashukuru sana kwa waimbaji wa kanisa zetu. We say thank you for the singers of our church. Na tunashukuru kwa makanisa yetu. And we say thank you for our churches. Jinsi wa baba walijitoa. The way men offer themselves. Wa mama wamejitoa. The women. Vijana wamejitoa. Youth. Tunashukuru mchungaji Ndole kutoka we say thank you for Mchungaji Ndole from New Zealand. Kwa mengi ambayo mmeleta kwa ajili ya mkutano huu. The way you come in this conference. Pamoja na mama mubarikiwa. Together with mother, God bless you. Tunashukuru pia kwa mchungaji Omari pamoja na mama. Thank you for Pastor Omari together with mother. Be blessed. Tunashukuru kanisa la Jerusalem. Thank you for church from Jerusalem or Jerusalem Church. Tunashukuru kanisa la Light Church. And we say thank you for Light Pentecost Church. Acha niseme neno lingine. Let me say one word. Wachungaji ambao mko hapa. All pastors who are here. Sina vya kusema. I don't have anything to say. Mungu awabariki. God bless you. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged